Kinywaji hiki si tu pombe ya kienyeji venye watu hudhania, bali ni urithi, ni alama ya umoja, ni sehemu ya utambulisho wa jamii ya Waluhya magharibi mwa Kenya. Busaa ni kinywaji cha jadi kinachotengenezwa kutokana kwa mahindi, mtama au ulezi. Unachanganya mahindi na wimbi, ukishachanganya na wimbi, unamaliza, unaanika, inakauka, ikishakauka unaenda kusiaga. Ukishaleta unaweka kwa besheni, unamwaga ndani maji, unaganda hiyo unga, inashikana, ikishashikana utakuwa ukiamkia asubuhi unakoroga ndani na mkono ukikanda, jioni tena mpaka siku ngapi? Siku 5. Ukishamaliza hivyo unakaranga. Ukishakaranga itashikana. Huchachushwa kwa siku kadhaa kwa kutumia njia za asili, bila kemikali, bila mashine. Mchakato wake unahusisha kuchemshwa nafaka, kuzikausha, kuchanganya na unga maalum, kuchachusha kwa muda maalum. Matokeo yake ni kinywaji chenye ladha ya kipekee, chenye nguvu lakini chenye heshima. Unamwaga kwa mtungi. Ukishamwaga kwa mtungi hiyo pombe, unachukua maji, unamwaga ndani. Inamaliza siku 4. Ukishamaliza siku 4 ama 5 itakuwa iko ready. Inaaminika kuwa busaa ilianza kutengenezwa karne nyingi zilizopita, wakati jamii zilitegemea kilimo cha mtama na ulezi. Wanawake walikuwa walinzi wa siri ya mapishi yake. Walijua kipimo sahihi, walijua muda wa kuchachusha, walijua ladha halisi. Lakini wakati wa ukoloni, mamlaka zilianza kudhibiti utengenezaji wa pombe za asili. Busaa ikachukuliwa kama kinywaji cha chini kabisa. Sheria kali zikawekwa ili kudhibiti kutengenezwa kwa pombe hii asili ya busaa. Hapo ndipo busaa ikageuka kutoka kinywaji cha heshima kwa kinywaji cha mapambano. Busaa ilitumika katika harusi za kitamaduni. Busaa ilimiminwa kama ishara ya baraka kwa naooana na wanandoa. Katika tohara za Wabukusu na Watachoni, wazee waliketi pamoja wakishirikiana kikombe cha busaa kuashiria umoja na kutoa mwelekeo wenye busara. Katika mazishi, busaa ilitumiwa kama kituliza majonzi na kuunganisha familia kwa umoja. Leo hii busaa ipo katika njia panda. Baadhi hutengeneza kwa njia zisizo salama, baadhi huathiri afya za watu na mara nyingine hukumbwa na misako ya serikali. Lakini pia kuna juhudi za kuhalalisha na kusimamia uzalishaji wake kwa njia salama. Je, busaa itabaki kuwa urithi katika jamii zetu za Waluhya au itapotea katika kizazi cha leo? Kadri kizazi kipya kinavyozaliwa na dunia inavyobadilika, hadithi ya busaa bado inaishi. Katika vijiji, katika sherehe, katika kumbukumbu za wazee. Busaa si pombe tu, ni historia, ni mapambano, ni utambulisho wa Waluhya. Kama kukumai abozi benyo kabarura tulo wabomba wanaulya